Ningetamani muelewe hivi, nilisema hii tena nitarudia. Biblia ya moyoni ambayo tunaita Heart Bible si kanisa, lakini ni namna ambayo unaweza soma maandiko ya Mungu na uelewe. It is just a way how you can study the word of the Lord. Biblia ya moyoni ni nini? Simple. Si mchungaji. Biblia ya moyoni ni neno ambalo limeandikwa hapa, ambalo unaweza umeliweka kwa moyo wako na unaweza lisema kiufasaha kama hii Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni maandiko ya Mungu ambayo umeiweka ndani ya moyo wako na unaweza isema kwa kinywa chako vizuri kama umefunika maandiko. That's the Heart Bible. It's the word of the Lord that you know. You can speak it while your Bible is closed. Nothing else. That's what we call Heart Bible. In Luke 17, verse 1, verse 11 to 19. Just very simple. Austin, tunaigiza, nataka muenjoy. Tutaelezea kidogo kule tumeenda, alafu tumalize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nitawaelekea mwelekeo, lakini wakifanya vitendo mkiangalia. Lakini kesho watafanya yote. Tutaendelea hivyo na hivyo na hivyo. Nataka muangalie muone vile maandiko ni rahisi kuielewa. Sisi tunaiona tu kama ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mko tayari? No. Sisi mko tayari? Haleluya. Amen. Hadithi inaanza hivi. Kama wewe ulikuwa unasoma, wewe soma, lakini nataka ufunike Biblia, usikize. Hii ni imani. Ishara moja ya imani. Basi Yesu alikuwa na wanafunzi wake akielekea Yerusalemu, akafika, alikuwa anapita katikati mwa Samaria na Galilaya. Akaingia katika kijiji kimoja na akakutana na wenye ukoma 10. Wakasimama mbali na Yesu, wakapasa sauti yao kubwa, Bwana Yesu, tuhurumie. Naye Yesu akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Basi wakaondoka. Walipokuwa njiani wakielekea, wakatakasika. Mmoja wao alipoona ametakasika, alirudi akimsifu Yesu kwa sauti kubwa, Asanti Bwana Yesu, umeniokoa. Akajitupa miguuni pa Yesu, na alikuwa Msamaria. Yesu akauliza, Je, hawakuwa 10 waliotakasika? Wako wapi 9? Hawakuona inafaa wakuja kumshukuru Mungu? Ila tu huyu mgeni. Inuka, nenda zako, imani yako imekuponya. Haleluya.